Yeah, hello, what's up guys? Inakuaje hapa ndugu yenu Biax Speeches aka Mr. Visionario, na leo tena kwenye exclusive interview. Tupo na mtu ambaye mnamuona kwenye screen. Najua sura singeni bali si mwingine na unaweza kujitambulisha mwenyewe ili yeah, mwana wa kikanae Jegala OG hapa. Yeah, inakuaje bro? Fresh sana. Salama ndugu yangu. Kawaida kabisa. Yeah, unyama sana bro. Yeah, vipi kwanza hali ya hewa unasemaje, unaonaje mji wako au tukuite nini, mfalme vipi? Mji wangu umepoa tu. Umepoa upo mikononi salama kabisa. Yeah bro, kama tumekufuata hapo kwa siku ya leo ni kutokana na mambo ambayo yana trend mtandaoni, na si tu mtandaoni, hata pia kwenye mji wako tunaona kwamba kuna ufalme mwingine unajaribu kuinuka wa ndugu yako au sijui tumuite nani, Zuma Boy. Yeah, sijui kama unamuongeleaje kwanza. Zuma Boy ni sijui ni mzungumzieje huyu dogo, kwa sababu nafikiri anataka kujaribu kujichanganya na kuingia sehemu ambayo sio. Kifupi ni kwamba Zuma Boy hana chochote kile ambacho kinaweza kikanishtua au kunifanya mimi nikose amani. Kwa sababu uwezo wake bado ni mdogo sana. Zuma Boy ni mtoto sana kwenye kazi. Yani tukizungumzia kazi, na maana hana uwezo ambao unanifikia mimi kwenye kazi. So nikisema kwamba mimi ndo mfalme wa Izaleka na maanisha, kwa sababu najua hana uwezo kabisa kunisumbua. Na jambo ambalo kwanza tungetaka kufahamu ni jambo la kutokana na ufalme ambao unaongelea au ukubwa ambao unaongelea wewe kwa kuteka mji. Ukiongelea kuteka mji au uwezo wa Zuma Boy, ni uwezo upe ambao Zuma Boy hana mpaka ufikie kwa conclusion na kusema kwamba hawezi akakutishia wewe kwenye utawala wako ni? Nikizungumzia ufalme hapo naongelea utawala. Na utawala unakuja pale ambako mtu ameteka sehemu zote. Yani anatamba ni yeye tu. So that's why nasema huu ni utawala wangu, kwa sababu mimi ndo na imiliki Zaleka kwa sasa. Kwa vigezo vipi hasa unajipa ufalme? Kazi yangu inaongea, ngoma yangu yani ngoma zangu zinaenda sana, zinapendwa na watu, na mimi ndo nasikika kwa sasa. Zaleka, yani ukizungumzia watu ambao nasikika, yani unanianza mimi kwanza ndo malizio wengine, na hao wengine uweze kumkuta huyu Zuma Boy ambao unamzungumzia hapo. Ni mtu ambaye hayupo, yani alikuwepo ila sasa hivi hayupo. Na kuna jambo ambalo kwanza umeliongelea kwenye interview moja ambayo umefanya na Top 5 Zaleka ukiwa na Kuibegelo. Umeongea kwamba kuna kipindi cha nyuma ambacho ulikuwa ni kama umezimika hivi au ulikuwa kama umepotea kwenye game, ila ulipokwenda TZ Nyarugusu ukakutana na Chance Kivuruge, ukashuhudia kwamba kama vile Chance Kivuruge amekurudisha tena kwenye game ama amekurudisha on top. Kipindi ambacho ulikuwa unapotea na wewe mwenyewe umekishuhudia, unahisi ni nani ambaye alikuwa anauteka mji bila kinyongo bila figisu zote? Kipindi ambacho nilikuwa sipo tena kwenye game, nilikuwa nimezima. Kiukweli kabisa mdogo wangu kipindi hicho alikuwa anajitahidi sana. Ndo alikuwa kabisa anatupeleka tukunguta kabisa kwa kiasi fulani ambacho tulikuwa tuhemi. So alikuwa na ngoma zake ambazo alikuwa akiachia, japokuwa ni za kubangaiza ila zilifika mwisho tu. Kuna muda pia mwenyewe alipotea, so niliporudi mimi nilikuja kufanya mapinduzi. So unajua akina Traore hao. Yani umekuja kuteka mimi. Yani nikateka. Kwa hiyo sasa hivi ana nafasi. Kozi Zuma Boy huko nyuma alitusumbua kweli, na ilikuwa yani ikifika muda unakuta hadi kwenye show, yani akiingia tu stageini yani watu ni wewe, kwa sababu ulikuwa ni muda wake. Ila sasa hivi kabisa muda huu ambao tunaongea, Zuma Boy hawezi kabisa kunishtua tena kwa sasa.
yani twende kwenye yani stage ngoma zinavyoenda, sijui yani kila kitu sasa hivi nimejipangilia, yani nikisema nimeteka mazima. Okay. Yeah. Na kuna jambo ambalo Zuma Boy ameliongelea ambalo tunajua tumemcheki na tukamsikia maoni yake. Jambo ambalo Zuma Boy ameliongelea kwanza binafsi ni kuhusiana kwanza na wewe au kuhusiana na kazi zako. Anakubali kweli umetoa kazi nzuri, but kwenye kazi hiyo ni kama kuna mambo mengi yamefanyika, hususan kwenye upande wa numbers. Amedai ya kwamba J-Dalla una boost numbers. Yani mnatumia maroboti. Unajua ndugu yangu mimi, yani hicho ndio kitu ambacho kwenye akili yangu hakikuwaje kabisa, na siwazaji kufanya hivyo kwenye akili yangu au kwenye muziki wangu kwamba niwe na boost. Ni mambo ya kina Kenzo hapo. Unajua ile ngoma kama unaona namba zinakimbia vile, ni ngoma ambayo imepokelewa vizuri. Ukiangalia hata sawa wakisema namba uende sasa kwenye challenges kule TikTok tunakimbilia kama 13k watu tu yani watu 13,000 wanapiga tu challenge. Ina maana ni ngoma ambayo ilipokelewa vizuri na watu walipigania na wakafanya ma challenge wakaipush. Kwa hiyo pale hakuna jambo la kusema kwamba mimi nimeboost au mambo kuboost na wakina Kenzo. Sasa wakina Kenzo wanasema wana boost, wewe umelijuaje hilo kama wana boost au? Unajua mambo yao yenyewe yanaonekana. Ukiangalia namba zangu ukiangalia yani zinaendana na ninachokifanya na zinaendana na yaliopo yani. Tukisema tuangalie clip ambazo na posti, ukiangalia hata TikTok yani followers ambao nao na wale viewers ambao wanapatikana kule yani wanaendana kabisa. Wanaendana. Na ukiangalia hata Facebook ni hivyo, ukiangalia YouTube ni hivyo, Instagram ni hivyo. Lakini sasa wakina Kenzo unakuta mtu ana followers 200,000. Bro, followers 200,000. Ukija kwenye baadhi ya clip, yani clip zake zote unakuta viewers sijui ana viewers 10, ana viewers 2, viewers 5 kwenye 200k followers. Kitu ambayo yani haingii vizuri kichwani. Na vile pia kuna clip zake ambazo zipo pale TikTok zina viewers almost 10 million. Bro, ni kitu ambacho yani sio rahisi hata kina Diamond kufikisha viewers 10 million TikTok. Ni kitu ambacho sio rahisi sana. Na ukiona inafikisha 10 million basi ujue hapo likes yani inafika hata 5,000,000, milioni 6, milioni 2, almost half ya viewers. Unaona? Almost half ya ile viewers ambayo. Sasa yeye unakuta 10 million viewers lakini likes unakuta 13k. Bro, yani haiendani hata kidogo. 10 million na 13k ya likes ila tustoke on point. Jambo ambalo kwanza tunataka kufahamu, yani unahisi Kenzo anadanganya kwa pande huo? Sio yeye tu, na mdogo wangu pia, mdogo wangu Zuma. Ndio mambo yao. So mimi sina hizo. Ninafanya kitu kinapokelewa na wale ambao wananipokea, wana view, wanafanya sio kwamba ni boost. Yani ukiangalia mambo yao unakuta au mambo ya kuboost. Unakuta clip yao kuna ile analyst ambayo inaonyesha kwamba ngoma yako inatembea aje, watu wanaitazama aje, nchi gani. Sasa unakuta nchi ambazo wanatazama hizo clip zao unakuta Pakistan, yani mtu ana trend Pakistan, Iraq, yani sehemu ambazo kuna vita, watu waachane na vita zao kule, waje wa kuwatch wewe Zuma Boy. Ni vitu ambavyo havipo, unaona bro. Ule ni utoto kwa upande wangu, naona kama ni utoto. Ila jambo lingine ambalo kwanza tungetaka tufahamu, ambalo watu wengi kabisa wana comment na wanaliongelea haswa kuhusiana wewe na Zuma Boy. Jambo ambalo lipo kwanza ni jambo la video yako ya Pisikali. Na kuna mambo ambayo yana trend mtandaoni na watu pia wameomba ulijibu hilo swala ambalo ni kuhusiana wewe na Asake. Tumepiga story na Asake siku 2-3 nyuma hapa, na Asake akakanusha story za wewe kuazima nguo kwake ili ushuti nazo. Lakini tukiangalia nguo ambazo umetumia kwenye video ile na baadhi ya pictures za Asake, tunaona kama ni mavazi yanafanana. Wewe unaliongeleaje hilo? Nafikiri hapo kwa kujibu hilo swali ni kwamba watu wanashindwa kuelewa vile
sanaa ilivyo au mziki unaendaje. Okay. Kiukweli kwenye mziki kuna stage mtu ukifikia, unatakiwa kuwa na watu wa kukuvisha. Okay. Iwe kwenye show, iwe kwenye, yani kuna shughuli ambazo msanii ukitaka kufanya kuna watu maalum ambao wako hapo ambao wanatakiwa wawe pale kwa kukuvisha kwa ajili ya dress code. So mtu kama Asake ni watu ambao kwenye kambi yetu hii ya Dzaleka ni watu ambao wanaelewa mambo ya drip. Okay. Wanajua kumechisha, wanajua hii location tukiweka haya mavazi tutakuwa tumetisha. Unajua kuna kila bro, yani watu wanasema kwamba kuna ile wakubwa wanasema kwamba tu tunachiana kazi. Kuna kile kitu ambacho hujui, patia ule mtu ambaye anakielewa vizuri. Okay. Akishughulikia ili upate kitu kizuri. Bro, company kama company haimtegemei yule mwenye company tu. Yani mtu mmoja. Ina watu ambao wana vitengo tofauti tofauti. Yani huyu hapa ni mtu tu wa internet, huyu ni mtu wa systems fulani, huyu system fulani, kwa vitu kama hivyo. Kwa mimi kama msanii siwezi nikachukua hayo majukumu yote nikajiweka mimi kama mimi mimi ndo niwe najishughulikia mambo ya mavazi sijui nini location. Kuna watu ambao wanahusika na mambo. Kwa hiyo wakiona mimi sijui navaa kwenye video na wakasikia sijui nimevaa nguo za Asake, it's fine. Yule pale ni mtu ananivisha bwana. Yaani kwa hiyo una shida hata uonekane unavaa nguo za Asake. Kikubwa ni kwamba video yangu ipate muonekano ambao uko sawa na yeye ndo anaelewa ile mambo ya dripping. Ila wao uone kama utakuwa unajishushia CV wewe kama msanii mkubwa kuvaa nguo za mtu mwingine. Najishushia aje bro, ni vitu ambavyo vipo kikawaida, sio kwamba tunavifanya vipo. Hata kina Diamond, kina Davido, kina Burna Boy, wana watu ambao utakuta kwenye hii show. Yaani kuna mtu atamvisha. Okay. Yupo mtu ambaye hapa, huyu mtu hapa atamvisha kwenye hii show. Na kuna mavazi ambayo unaweza ukamuona kwenye show fulani au utakuja umuone nayo tena. Okay. Kuna mavazi ambayo utamuona utamuona nayo kwenye video fulani au utakuja umuone nayo tena. Yaani ni mavazi ambayo amevishwa pale, wamemaliza tukio basi. Kwa hiyo wewe unakiri kweli kama umevaa nguo za Asake? Mimi nimevaa kwa sababu yule pale ni mtu wa kutuvisha sisi. Okay. Kwa hiyo kile ambacho Zuma Boy amekiongelea kwenye last interview kwamba watu wengi walioonekana kwenye video yako wengi walikuwa zimazima nguo ili mradi tu upendeze au video ikae fresh. Kwa hiyo unakubaliana na hilo? Mi hapo cha add ni kwamba ye mdogo wangu anaongea vitu ambavyo haelewi. Ndio maana nimesema kuna interview nimesema kwamba yule dogo anatakiwa aje kwanza nimpe mafunzo. Kwa sababu muziki, yani msanii kama msanii hapaswi kuongea vitu kama hivyo anavyoongea. Kwa sababu yule mdogo wangu sio mtu wa kuja na kuongea maneno kwamba jamaa sijui watu sijui wamechangia mavazi ili mimi nivae. Bro, msanii kama msanii anatakiwa uelewe kwamba kuna watu wa kukuvisha. Kama yeye anaongea hivyo kwa sababu yani hajafikia zile level za kuwa na yani hana team. Ana team, yani anafanya kazi tu yeye kama yeye. Kwa hiyo yani anafanya kazi kienyeji. Bro, wewe imagine mimi kwa mfano leo hivi nitoe EP. Ya ngoma, kuna watu wanatoa hadi EP au album ya ngoma hata 20. Na hizo ngoma zote natakiwa uzishoot. Bro, unafikiri msanii kama msanii tukiingia kwenye yale mambo, kwa mfano mavazi yangu mimi nianze kila video ninunulie mavazi. Bro, unafikiri nitajaza majumba mangapi ya mavazi? Au tangu Diamond alianzia mpaka sasa hivi kwenye hizi ngoma zake zote ambazo unakuta na madancer na wavisha sijui kila mtu anamvisha mle ndani, yeye mwenyewe anavaa. Yani zile nguo zote tukusanya, nafikiri itajaza nyumba ngapi? Kwa yale pale sio mavazi kwamba yeye ni mavazi ambayo yako pale. Kuna wale watu wanahusika na kuvisha. Bana, kutokana na hii location ambayo iko hapa, unaona madensa wangu watavaa nini? Yule mtu ambaye anahusika na mambo ya kuvisha watu anaona hapa tukimechisha hivi na hivi tutakuwa tumekili. Hayo ndio mambo ambayo yapo. So mdogo wangu yeye anaongea kwa sababu level hajazifikia, ila akifika ataelewa ndio maana Jedala alikuwa anasema hivi. Kwa hiyo dogo anahitaji mafunzo. Mimi nimempa offer ya kumpa mafunzo kwa bure. Wao anaweza akaja mimi nimfundishe, bro, mdogo wangu fanya hivi na hivi na hivi, hichi hapa achana na hili, anzana na hivi.
Kwa hiyo na darasa la wasanii. Darasa na sio la wasanii, na huyo mdogo wangu nataka nimnyoshe. Yaani hakwake, yaani ni special. Kwa sababu wengine wanajitahidi wako sawa. Wengine nikiwaonesha ni hapa wako poa. Ila huyo mdogo wangu ana miayusho sana. Ila kutokana na hiyo miayusho tunahisi anakupa challenge yote ile kwenye kazi zako au ni mtu ambaye anakusumbua kichwani ukimfikiria nini? Hakuna challenge pale. Hakuna challenge kwa sababu ni mtu ambaye yupo kwenye list ya mashabiki zangu. Okay. Sasa kama yupo kwenye list ya mashabiki sidhani kama kuna challenge ambayo ananipa. Ila tu ni ile dogo anashindwa kuelewa njia zake na anashindwa kuelewa nini cha kufanya. Na kama haelewi, kwa nini asije kwa sisi kaka zake tumuelekeze na tumuoneshe 1 2 3 kwenye kazi unataka kufanya hivi na hivi. Ila anaongea sana. Okay. Na kama ulivyoongea kwamba kwenye video yako ya Pisikali umelipa watu nini kwa ajili ya kukuvisha, si ndivyo? Ila unaweza kuongelea angalau kwa gharama ili cost almost ngapi hivi kwa kumlipa kama Asake nini, Wamodo nini na video kwa ujumla, kama ilichukua ni gharama kiasi gani hivi? Bro, tukizungumzia ile video pale imechukua yani mamilioni pale. Kama milioni ngapi? Yani milioni 3 na zaidi. Yani tunakimbia milioni 4. So Asake kama Asake mimi siwezi nikasema ile niliyomlipa kwa sababu kuna namna nikasema wasanii wengine wakaja kuogopa kumbe bro ana bei sana na yani wakashindwa kufanya kazi na Asake nikawa kama namharibia kazi yake. Ila kuna ile ambayo nimempa yani ya kumfariji au ya soda baada yani ya kumpongeza kwa kazi ambayo alinifanyia kwa Pisikali. Yani baada ya Pisikali kutoka na mapokezi yakawa makubwa, nikamfuata nilimpa kitu kama cha 500 hivi. Nikamwambia bro umetisha sana kwenye hii video. Yani hapo ni beside malipo kwa. Hiyo hapo ni yani ipo beside kabisa, apart kabisa from malipo. Na malipo ilikuwa ni shilingi ngapi? Bro tumekili hapo kwenye mamilioni hapo. Kwenye milioni na kitu au kama laki ngapi vile. Siwezi nikazungumza. Ila ni vitu ambavyo siwezi nikataja. Kwa sababu wadogo zangu akina Zuma Boy sijui akaogopa wakashindwa kufanya kazi na mtu kudrip. Jamaa yuko fit sana kwenye kudrip. Yani yule pale mjini sana. Leo yani anajua, yani yeye haangalii vitu vya gharama. Yani anaangalia kama ni vya gharama anaweka vya gharama. Yani anaangalia tu upendeze. Kuna wale ambao kudrip kwao yani inalenga tu hadi kuvaa vya gharama. Ila ni mtu ambaye hata umwekee budget ndogo anajua akiweka hii na hii na hii mnapata kitu kikali kwenye na unapata muonekano mzuri. Na umesema kwa gharama yote hiyo, kweli si gharama ndogo, ni gharama kubwa kabisa kwenye wimbo wa Pisikali. Unahisi kwenye huo wimbo wa Pisikali umesharudisha gharama zako au je ni kama vile Zuma Boy alivyoongea mziki wa Zaleka ni mziki wa hasara au gharama bado sana kurudi? Nafikiri yeye amesema hivyo ni kwa sababu hajafikia sehemu ambako anatakiwa kufika. Ila sisi ambao tunaanza kuona mwangaza wa kazi zetu in short ni kwamba Pisikali tayari sharudisha ile gharama na inaendelea kurudisha kwa sababu day by day Pisikali inazidi kuwa kubwa. Inazidi kukomaa, inazidi kufikia watu tofauti, inazidi kwenda mbali. So yeye mdogo wangu akisema hivyo ni kwa sababu yeye bado hajaeneza vile vigezo, kwa sababu ukiangalia hata numbers ambazo anazo yeye yani hazijafikia kwa kusema anaweza karudisha gharama. Yani unamaanisha unalipwa kwenye mitandao ya kijamii au unaingiza pesa kwa namna gani nyingine? Mitandao ya kijamii inalipa. Tukiachana na hiyo, mashabiki zangu pia ni watu ambao wanajitolea sana kwenye kuhakikisha kazi inaenda mbele. Kwa hiyo hizi change hizi za kunifariji na kunipa congratulations zinakuja bro, umefanya vizuri. Kuna mtu anatia $100 hapo, $200, $500, yani ni ile tu ya kunipa moyo kwamba niendelee. Na kuna kitu ambacho tumekuwa tukichunguza na kama kimetupa kawasiwasi fulani hivi. Jaydala kwenye kukusachi kwenye Spotify tunaona kweli profile yako ipo, but wimbo wa Pisikali haupo kwenye profile yako. Na think ile jambo limekaaje hapo hivyo? Kwa sababu hata Zuma Boy pia ameongea kwamba kuna watu ambao
wamemfigisu wamefanyia figisu Tanzania hapo wakawa wamemwekea akaunti 2. Sasa wewe imekaaje hiyo kwako wewe? Hamna, kwenye hilo swala hapo nafikiri timu yangu ndio itakuwa imechanganya kidogo. Na hilo tushalizungumza. Na timu yangu yani ilitokea kwenye ku-upload yani walikuja ku-upload kwenye akaunti ya manager. Wakashinda ku-upload kwenye akaunti yangu mimi msanii. So that's why ilitokea kama hivyo, ila tushalizungumza na tumelirekebisha. Nafikiri next time au next project kila kitu kitaenda yani kitafuata ratiba kabisa. Kitaenda taratibu na kitaingia kwenye mpangilio ambao uko sawa. Okay. Na baada ya Pisikali kuwa ngoma kubwa na watu kuipokea kwa uzuri zaidi, je, unahisi tunaweza tukategemea project yoyote nzuri ile ya kuja kuzima Pisikali kutoka kwako au kwa mdogo wako kama unavyomchukulia Zuma Boy? Unahisi kuna mtu ambaye anaweza akaja kuzima Pisikali kwa muda kama na huu? Nani sasa? Yani mimi nafikiri labda mimi tena ndo nipangilie, kwa sababu uwezo ninao wa kusema nifanye ngoma ambayo iko juu. Na ipo juu zaidi ya Pisikali. Ila mdogo wangu Zuma Boy kwa kusema yani akae chini aandae ngoma ambayo itakuja izime Pisikali bado sana, kwa sababu yeye ngoma zake ukiangalia kabisa ni ngoma ambazo zina yani ni za kitoto. Yani watoto tu ndo wanaweza kukaa chini waanze kusikiliza zile ngoma zake. Na jambo ambalo kwanza tungetaka kufahamu kwako wewe kama vile J-Dalla, kwa sababu kwenye Pisikali umeimba kibembe, yani wewe ni mbembe. Na auhisi kama ngoma zako ni kama vile zinalenga kiukabila zaidi hivi, japokuwa Zuma Boy ni msanii ambaye na ameliongea hilo pia kusema eti kama ni kibembe anaweka kifuliro, anaweka kichewa nini. Sasa wao uone kama wewe ni kama msanii ambaye umeegemea sana upande wa kabila? Kwa upande wangu cha kujibu hapo ni kwamba mimi siamini kwenye lugha. Yani muziki hauna lugha. Muziki hauna lugha, na ndio maana hadi huku tunawasikiliza Wazulu, kuna ngoma zao zinapigwa na zina trend huku kwetu. Hatuelewi kile ambacho wanaimba. Lakini tunaendelea kuwafuatilia. So mimi kuimba kibembe nafikiri ni kwa sababu sina ile lugha ambayo naweza nikaimba dunia nzima ikanielewa. Hata niimbe Kiingereza kuna ambao hawatanielewa. Hata niimbe Kiswahili kuna ambao hawatanielewa. Kwa hiyo muziki ni feelings na vibe. Yani kuna muziki ule ambao una feelings ndani yake, kuna muziki ambao una vibe ndani yake. Kwa hiyo kuna wale ambao watavibeika na ngoma yako na hawaelewi. Kuna ambao watapata emotion na ngoma yako na hawaelewi. Kuna ngoma zingine kwa sababu tu ya feelings ni za Kiingereza, lakini unakuta sio za kuimbia Mungu, lakini zinapigwa hadi kanisani kwa sababu tu zimetulia. Yani unafikiri kwamba ni za Mungu, lakini kwa sababu tu ile feelings watu wanaenjoy. Kwa hiyo ni hivyo. Mimi siamini kwenye lugha. Na sidhani kama hiyo lugha inaweza ikaniletea ukabila, kwa sababu kwa sasa hivi na mashabiki ambao wanatoka sehemu tofauti. Ni wa makabila tofauti na wamekubali kazi, sio kwamba ni lazima waielewe lugha, kwa sababu vile pia kama nilivyosema, hata ningeimba Kiswahili kuna ambao wangependa ngoma na hawasikii pia. Kiswahili akisikilizwe na kila mtu na Kiingereza akisikilizwe na kila mtu. Kwa hiyo tutegemea labda siku moja unaweza ukaja kuachia ngoma hata kesho ya Kiswahili, hata ya Lingala au hata ya lugha nyingine. Sio kutegemea kesho, mimi nyimbo za Kiswahili ninazo. Ngoma za Kiswahili ninazo, kuna mkataba YouTube pale, na ngoma zingine tofauti watu wakitafuta za Kiswahili zipo. Ila sometimes mimi huwa naangalia upepo. Maana kuna kipindi nitoa ngoma yangu ya mkataba, ni ngoma ya Kiswahili ambayo ina message kubwa sana. Lakini ukiangalia mapokezi yake ya mtandaoni yalikuwa tofauti na mapokezi ya mtaani. Mtaani ngoma ilipokelewa sana, lakini mtandaoni ngoma haikupokelewa sana. Lakini hizi ngoma za kibembe hizi pia ni ngoma ambazo mtandaoni yani zinapokelewa sana, tofauti na mtaani. So na msanii sio wa mtaani. Msanii ni wa mtandaoni. Kwa hiyo ukiwa mkubwa kule mtandaoni
inakufanya uzidi kutengeneza jina kiumbali zaidi. Okay. Yeah. Na unahisi hilo jambo alikupi challenge kwa sababu kuna yale mambo ambayo mdogo wako tunaweza tukasema hivyo ameongelea kwamba ukubwa wa msanii wao uangaliwe kwenye numbers, kwa sababu kuna watu wana boost numbers kama tulivyoongelea na kuongelea mdogo wako Kenzo nini mambo kama haya. Unahisi hilo jambo alikupi challenge yoyote ile kwa kusema mtandaoni una mapokezi makubwa ila mtaani hauna mapokezi makubwa? Na Zuma Boy amesema msanii wao wanamwangalia mtaani kwa sababu mtaani ndo watu wanakula muziki wako kweli. Ni tofauti, yani hauwezi ukaboost ngoma wako mtaani. Okay, unajua nini hapo cha kumwambia mdogo wangu hapo ndo anapofeli. Kwa sababu mtandaoni kama ngoma yangu Piskali sasa hivi inasumbua hadi mtaani sasa hivi, ilianzia mtandaoni. Okay. Mtandaoni ndo unatakiwa utengeneze ukubwa wako ndo mtaani watu sasa waje wakubali. So yeye anategemea yani mtaani ndo waje apande mtandaoni. Sasa ni vitu ambavyo haviwezekani. Okay. Yani unatakiwa utengeneze mazingira kwanza mtandaoni. Okay. Kwa sababu mtaani zitafika tu. Yani yeye bado ana yale mambo ya hadi apeleke nyimbo yake kwenye maidisio. Ndo azidi kuwa mkubwa hapa. Ila sisi tushavuka huko. Sasa hivi ni kuachia, unaongea na mashabiki zako, bana mimi nimeachia ngoma, kwa sababu mimi nawaamini mashabiki zangu sio wazembe. Ni watu ambao ukiwaachia yani sio nyonge. Sio nyonge, yani ukiwaachia tu sasa hivi challenge wanapita nayo. Sasa yeye hajakuwa nao watu ambao yeye akiachia ngoma wanaishambulia. Kwa sababu anategemea sana mtaani. Kwa hiyo umeongea msanii ni yule ambaye anakubalika mtandaoni ili alete kazi mtaani. Of course na mdogo wako pia ameuliza ambao huo ufalme ambao mnaongelea ninyi na mnautaka ninyi pia wakina Vankson wanautaka ufalme. Unahisi ni yani ufafanue huo ufalme ambao unaongelea na unautaka au unadai unao, ni ufalme wa aina gani huo? Kaka, ufalme yani tukiongelea ufalme ni utawala. Na tukiangalia sasa hivi mimi ndo nimetawala sasa hivi Zaleka. So au madogo wengine wakina Zuma Boy ni watu ambao yani hawastahili yani kuwekwa kwenye hii sehemu ambayo nawekwa. Kwa sababu mimi sasa hivi ndo nimeteka kambi. Yani naweza nikasema sasa hivi nikiongea tu kitu sehemu tu Zaleka watanisikiliza haraka. Na ni kwa sababu sasa hivi naitendea haki Zaleka, naiwakilisha vizuri, na watu sasa hivi imefikia hatua kwamba watu huko nje wanaielewa Zaleka kwa sababu yangu. Ndio maana nasema mimi ndo mfalme, kwa sababu naiwakilisha vizuri. So kwenye kuwakilisha ndo kuna kuja ile neno ufalme, kwa sababu mimi ndo naitangaza vizuri. Yani kwa sasa tuamini na tukubali Jaydala ndo mfalme Zaleka. Ndo anaiwakilisha wa Zaleka vizuri. Hakuna mwingine ambaye anaiwakilisha vizuri zaidi yangu. Na unahisi kama ulivyosema wewe Zuma Boy ni msanii bado ambaye anategemea aanzie mtaani ndo hapa ndiye mtandaoni. Je, kukipangwa show hapa Jaydala hapa Zuma Boy, unahisi ni nani anajaza kabisa hadi mji unakubali? Bro, mimi nakwambia yani kukipangwa show. Yani hapa mimi hapa mdogo wangu. Usemi Zuma hapa mdogo wangu. Mdogo wako. Mimi nakwambia nitampeleka mwendo. Yani atahema kama mbwa. So mimi nafikiri hiyo show ni show ambayo mimi kama mimi naweza nikaitendea haki na watu kabisa. Yani ninavyoelewa mji wangu sasa hivi ni watu ambao wanaweza wakaja kwa wingi sana. Na ni show ambayo naweza nikamwambia watu twende hivi tunaenda, tofauti na mdogo wangu ana watu alikuwa before huko alikuwa, lakini sasa hivi wamehama. Ana watu yani mashabiki zake wote sasa hivi ni wamehama. Ni mashabiki zangu sasa hivi, nimemnyang'anya mashabiki, na yeye nafikiri kwa sababu hataki kubadilika, yeye cha kumshauri angeachana tu na muziki. Angeachana na muziki kwa sababu kuna kazi nyingine za kufanya na muziki. Na ukiangalia mdogo wangu yule amevimba, amejazia mwili, na naweza nikamwajiri pia kwenye bodyguard. Anaweza kuwa mdogo wangu na tofauti na muziki. Achana akiona amemshinda aje huku ni mwajiri awe bodyguard. Ila tumeshukuru sana kwa muda wako na tunashukuru pia. Unaweza kuachia neno moja kwa mashabiki, na kama kuna kazi mpya basi ndo muda wako. Cha kuambia mashabiki ni kwamba
nashukuru sana kwa support ambayo mnazidi kunipa na mnazidi kusambaza kazi zangu huko. Na hiyo ndo kitu muhimu sana, inanipa nguvu ya kuzidi kuendelea na kazi. Na vile vile kama ni mara yako ya kwanza kutembelea platform pamoja na social media za VB Media, hii ni media nzuri sana, ni media ambayo itakusaidia sana kupata taarifa zangu, maana hii sio mara ya kwanza na ya mwisho. Utaniona hapa kila mara. So kama hujasubscribe kwenye channel yao ya YouTube, nenda ukasubscribe au subscribe. Na kama hujafollow account zao za social media, nenda TikTok wa follow, nenda wapi wherever kwenye social media wa follow, ili uwe unapata kazi zao. Na vile vile ongezeni nguvu kwenye kusupport kazi zangu, maana vitu vizuri vinakuja. Vitu vizuri vinakuja, msimsikilize mdogo wangu Zuma Boy. Ni miayusho tu. Nyie subirini hapo kazi ichapwe. Maana mimi nataka tuongee kwa kazi ichapwe na mengine yaendelee. Kwa hiyo asanteni sana kwa support yenu na nguvu yenu. Mimi nawaamini sana. Bila nyinyi hakuna mimi. Okay, thank you guys. Tulikuwa na Jay Dala hapa, ndugu yenu Biax Pictures aka Mr Visionary. Shout out kwa Daniel Benga, shout out kwa Arbino, VB Media is us.